Karibu, nikusaidie nini? Ndio huyu. Wewe una shida gani? Hivi wewe na huyu mnaendana? Yaani unaenda kumshauri mume wako aoe tukunyema kama huyu. Wewe unajua atakuacha? Haya, wewe mama, pakome zozo. Kwa nini umemuua mwenzio? Kwa nini umemuua mwenzio? Sasa nimekuja hapa sina mambo mengi. Umemuua mwenzako kwa sababu ya tamaa zako za kipumbavu. Nasema hivi, lazima upewe kesi ya uhaini. Huyu ndio amekuwa. Watu kama hawa tucheki nao, tunadili nao. Wewe unanizungusha huku. Tunakuja kusema kweli ni ndiye mume wako. Wewe kaka, hizo bangi unazovuta ziko sawa kweli? Au wewe baada ya kuvuta unatafuna? Unanijua mimi? Kumbe mama unijui mimi Huyu kumbe anijui huyu. Hebu msimulie. Mwambie kwamba mimi nina uwezo wa kuona nini. Wewe unijui Sasa naomba uniambie. Kwa nini umemuua mwenzio? Tano. Tuondoke. Twende wapi? Hapa tuondoke mpaka aseme ukweli. Kwa nini umemuua mwenzio? Wewe kaka, kama una njaa au kama una shida ya pesa, unaingia kwa gia zako hizo. Sema nikupatie uondoke. Mimi? Wewe muuaji nitaweza kuwa na shida na hela mimi kwako? Haya, wewe hujamuua Sauda. Hujamuua mke mwenzio. Haya, umtesi huyo mtoto. Haya, mume wako yuko. Tano. Tuondoke. Unamuogopaje muuaji? Unamuogopaje muuaji? Muuaji natakiwa achanwe ukweli, aambiwe ukweli. Nchi yetu ina amani. Wewe usimuogope muuaji. Hapo umekula za uso. Wewe unanichelewesha, unanipeleka huko, kumbe kazi rahisi tu. Sasa nasema hivi, inatakiwa useme mwenyewe kwa nini umemuua mwenzio. Na muhitaji mume wako, nahitaji na huyo mtoto anayeteseka. Wewe unaenda wapi? Twende wapi? Twende wapi? Mimi sio chochote, mimi niko safi tu. Asikutishe huyu tukunyema, mimi niko safi. Mimi napigana vita. Mimi nilikuwa hadi kwenye vita Idi Amin. Wewe usimwogope mtu yote. Vita ni vita mura. Haya, na muhitaji mume wako. Mimi nitaenda kuleta wauni na kujazia nzi hapa ndani, naenda kuleta wauni wote unawajua. Tano. Tuondoke. Sauda. Ingala isebede, ingala isebede. Shemeji. Wewe tena hapa. Samahani shemeji, nilikuwa namuulizia Tano, sio amesharudi? Tano hajarudi. Basi akija utamwambia nilikuwa namtafuta. Subiri kwanza wewe baba. Hivi mume wangu ashakukosea wewe? Hapana, hajawahi kunikosea. Kwa nini unaniuliza hivyo shemeji? Kumbe hajawahi kukukosea. Mimi nataka nikupe tu onyo. Nakupa onyo. Kaa mbali na mume wangu. Acha kumfuatilia mume wangu. Kwa sababu michezo yako yote sasa hivi tunaijua. Michezo? Michezo gani? Unajua shemeji, tangu mara kwanza nilipofika nimekuona ukiwa umebadilika. Na sijakuzoea shemeji yangu kuwa hivyo. Kwani mimi nimekukosea nini? Mimi nimemaliza. Siongei tena. Nadhani unanijua vizuri. Wewe muuaji nitaweza kuwa na shida na hela mimi kwako? Haya, wewe hujamuua Sauda. Hujamuua mke mwenzio. Haya, umtesi huyo mtoto.
Kama nilivyokueleza shoga yangu, limeibuka jipya huku. Lipi hilo shoga yangu? Kuna mtu amekuja hapa. Anaonekana kuwa ananifahamu sana. Unanishangaza shoga yangu. Amekufahamu vipi? Anaonekana anajua kuwa anahusika na kifo cha Sauda. Na cha ajabu, amenipointi moja kwa moja. Yaani ananijua vizuri kabisa. Hebu ngoja kwanza. Huyo mtu wewe unamfahamu? Namfahamia wapi mimi? Yaani simjui kabisa. Sasa sikiliza. Hebu njoo huku nyumbani tuongee kwa uhuru zaidi. Maana hilo jambo lishakuwa serious sana. Sawa. Sawa, nakuja. Sasa ndio umefanya nini? Tano. Hayo ndio makubaliano yetu. Hebu kwanza nisikilize wewe demu. Usinione mimi mwendawazimu ninavyokusaidia. Usione kama sina kazi nyingine. Sawa? Yule ameshafanya makosa. Inatakiwa awajibishwe kisheria. Kwanza inatakiwa apewe kesi ya uhaini. Lakini mimi nakusaidia wewe unaniona mwendawazimu. Unaona mimi sina akili? Sasa haya ulivyoniadisia wewe unataka nifanyeje? Unataka nikusaidie nini? Mtu lazima ambiwe ukweli. Hakuna kusubiri. Kwanza unajua unanishangaza sana. Sijawahi kuona kwenye maisha yangu mwanamke wa Kichaga akataka mwanamke mwingine kwa mume wake. Yaani kwako ni ajabu sana. Tano. Una shida gani kuthibitisha hiyo kesi yako? Sio kila jambo la kukurupuka Tano. Yule mwanamke ana mganga wake na ni mtu hatari sana. Mimi nafsi yangu imefungwa. Na ndio maana sina nguvu za kujitetea. Sasa kama amegundua kama wewe unafahamu siri yake, unadhani Serata atakuacha? Katika yale mambo mawili ambayo amesema mganga, uchague moja wapo. Ni haya, uende ukamsaidie mtoto wa Sauda au uende ukaisaidie nafsi ya Sauda ilipofungwa, ukaifungue ili iende kajitetee yenyewe. Hebu subiri kwanza. Kuna vitu vingine mimi nisijitie kimbelembele kwa sababu sipati hata shilingi 100. Sipati kitu chochote, hata dola moja sipati kwa ajili yako. Kwa mfano mimi nikakusaidia tu, ukapata hiyo nafsi yako, sijui ukapata sijui roho yako, ukapata sijui nguvu zako, una uwezo wa kujisaidia mwenyewe? Ndio. Ila kwa 70% peke yake. Kwa sababu nitakuwa na nguvu za kukabiliana na roho katika ulimwengu wa kiroho. Sasa naomba uniambie, imefungiwa wapi nikaifungua? Hebu tuachane na hayo. Na hata nikikueleza hauwezi. Wewe una haraka. Una haraka Tano. Hivi, wewe dada. Wewe demu unanionaje vipi? Mimi nitashindwa kuvunja kufuli au mlango? Mimi nitashindwa? Nikuulize kitu. Niulize. Unaweza kula nyama ya mtu? Wewe nawezaje kula nyama ya mtu? Mimi siwezi kula nyama ya mtu, nawezaje? Kwa nini? Kwa sababu mimi sio mshirikina wala mchawi. Sawa. Kwa hiyo pale ilipofungwa roho yangu, kama utathubutu kwenda, basi na wewe utaliwa nyama yako au kufa kama nilivyokufa mimi. Oya mwanangu. Oya, hebu acha kunitisha. Usiniambie hayo mambo. Wewe. Ndio nimeshakwambia. Wewe. Hapo kwenye kufa. Hapo ndo pagumu ndugu yangu. Hii ndio shida yako sasa. Wewe sasa unapoteaje kivipi? Yaani unapoteaje? Situzungumze. Mimi na wewe situzungumze. Mimi mwenyewe Mwenyezi Mungu angenipa nguvu za kupotea ningekuwa nakufuata huko. Mwenda wazimu. Kama nilivyokueleza hapo awali shoga yangu. Yaani mpaka sasa nachanganyikiwa mwenzako. Sasa huyo mtu ni nani? Na amejuaje kuwa wewe ulimuua kishirikina? Simjui wala sijawahi kumuona. Na hisi naenda kuumbuka mwenzako. Mimi nadhani kuna umuhimu wa kumuita mganga. Lakini je, yale maneno bado unayakumbuka? Ndio, nayakumbuka vizuri tu shoga yangu. Sawa. Ngoja tujiandae ili tufanye maombi ya kumuita mganga. Hapo sawa.
Kaka huyu? Afadhali nimekuona. Kuna shida? Mbona nishtua? Hapa unaponiona nimetoka kwako. Lakini alichonifanyia shemeji sijajua hata sababu yake. Na sijajua ni wapi nimemkosea. Anaonyesha dalili za wazi wazi kunichukia. Kwanza kaka, naomba unisamehe sana. Unajua kuna vitu sasa hivi vinaendelea hata mimi naona haviko sawa. Mimi nafahamu kwa nini wanakuchukia. Sababu zote nazifahamu. Lakini sasa hivi mke wangu amekuwa busy sana. Yaani mimi niko busy, mke wangu yuko busy. Kwa hatupeani hata muda ule wa kufanya tendo la ndoa. Na hisi hata mke wangu akili yake inakuwa haiko sawa. Mke wangu sasa hivi anashinda kwa waganga. Wanakuhisi wewe unaniroga mimi. Kwa hiyo mimi naomba uwasamehe sana. Hawajui walitendalo. Na sijui ni nani huyo mganga anayewatapeli. Kila siku mara leo nyama ya nini, mara sijui mchele kilo 2. Mama sasa hivi hadi pesa alizokuwa ameweka kwa ajili ya kutengeneza nyumba ya baba zinatumika kwa waganga. Yaani mke wangu na mama wamekuwa kitu hiki kimoja. Kiukweli nisamehe sana. Hayo makubwa hayo, madogo yana nafuu. Ni mganga gani huyo na anatokea wapi? Kiukweli kaka sijajua. Unajua hapa ni mjini. Matapeli wamejaa kibao. Kwa hiyo hapo nahisi wanatapeliwa. Sijajua hata wanakwendaga wapi. Sijajua hata huyo mganga ni nani. Kuna muda mwingine huwa nawaza huyo mganga nahisi anatufahamu vizuri sana mimi na wewe. Kwa hiyo anatumia hiyo njia kuwapigia humo. Sio unajua wajinga ndio waliwao. Waganga ni watu wa ajabu sana. Ila anyway tuachane na hayo. Vipi? Utamsaidia Sauda au utaenda kufungua kifungo ajisaidie mwenyewe? Unajua ya kuwa yule mganga hapendi ujinga. Na kama kuna masharti unajua uliyakosea, ni bora ukasema mapema. Niamini mimi, sijakosea masharti. Kwa hiyo yale maneno unayakumbuka? Ndio nayakumbuka. Sawa, tufanye sala tuweze kumuita mganga. Maana kwa hatua tuliofikia ni mbaya mno. Maana naogopa usikamatwe. Ukikamatwa wewe, na mimi nitakuwa ni miongoni mwa watu wanaotafutwa. Sawa. Umfumu tulagushaka. Tulakune chane. Nimezungumza na Sauda. Kuhusu nini? Kuhusu nafsi yake kufungwa. Amesemaje? Kazungumza kuwa nafsi yake ilifungwa. Yaani yule mke mwenzie alikwenda kwa mganga. Alipofika kwa mganga wakatumia shirki kuweza kumwangamiza. Kwa hiyo wakamuua, lakini wakachukua nafsi yake wakaifunga na kwenda kutupa mbali sana. Lakini kuna wakati mgumu sana ili tuweze kumsaidia. Kuna mambo mawili. Kuna kuwa hai au kifo. Kwa mtu yote anayeweza kumsaidia. Sasa umewaza nini kuhusu hilo? Kwa upande wangu mimi kaka, nimeanza kushikwa na hofu. Mpaka naogopa. Kwa maana mke mwenzake na Sauda sasa hivi ashanijua. Mbona unanichanganya? Kivipi mke mwenza? Kwani alishakwambia msaada gani anataka? Mbona usemi? Kiukweli ni ngumu sana kusema kaka. Kwa sababu dada Ghost aliniambia kuwa nisizungumze chochote kwako. Labda tufanye jambo jingine. Jambo gani hilo? Maisha na kifo, afya na udhaifu, umaskini na utajiri,
furaha na huzuni. Nafsi uliye hai, kwa nini unaita shida katika huu ulimwengu wa dunia? Sauda, 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 umeshakufa. Huna haki yoyote katika ulimwengu huu. Yule uliyemwona leo hakuwa kichaa na wala hakuwa peke yake, ila katika upeo wa macho yako ulimwona akiwa mwenyewe. Yule anaitwa Tano. Ni kijana kutoka katika ukoo wenye nguvu wa jicho la tatu. Babu yake, mzee baba yake, alikuwa na nguvu ya kuona vitu visivyoonekana, na alikuwa na nguvu sana za kimeujiza. Hata huyo kijana Tano ana nguvu hiyo hiyo ya kuona vitu visivyoonekana, ingawa yeye hajui kama ana nguvu hiyo. Umesema alikuja nyumbani pale akiwa na mtu mwingine? Mbona mimi nimemwona akiwa peke yake? Hiyo imekaaje mganga? Ndio, hakuwa peke yake, ila katika upeo wa macho yako ulimwona akiwa mwenyewe. Kwa hiyo alikuwa na nani? Alikuwa na Sauda. Oh, baba mdogo huyo. Baba mdogo, shikamoo. Marhaba, ujambo? Jambo. Kulikoni, mbona naona mguu wa kutoka, wanaelekea wapi sasa hizi? Wakati mimi na baba yako tunakutegemea sana. Maana sisi tunaamini kabisa kwamba wewe utakuja kuwa rais wa baadaye na utakuja kuiongoza vizuri sana nchi yetu ya Tanzania. Unaelekea wapi mamangu? Hapo dukani, baba ameniagiza. Kumbe baba yupo leo, si ndio? Ndio, baba yupo hapo ndani. Na shida naye kweli kweli yani. Na ndio maana nimefika hapa. Alafu baba mdogo, yani usipolewa unakuwa mtu smart sana. Maana darasani tunafundishwa mzazi usipokunywa pombe basi anaweza kuiendesha familia yake vizuri. Walimu wa siku hizi bwana, yaani wanashindwa kufundisha vitu vilivyokuwa kwenye vitabu, wanakuja kuiangalia maisha ya watu. Lakini sawa mwanangu, mimi nimekuelewa. Labda nikwambie kitu kimoja. Kila kitu kinatokea kwa sababu. Ila hayo mengine tuyaache. Wewe wahi dukani. Haya, sawa. Lakini Sauda mimi nilimuua na maiti yake ilizikwa kabisa. Sasa imekuwaje? Ni kweli, tulimalizana naye kabisa, na nafsi yake niliifunga ili kusubiri siku Mungu atakapomtuma Israeli kuja kuchukua roho yake. Lakini nafsi yake imerudi baada ya kuona jicho lake la tatu hapa duniani, na mtu huyo ni Tano. Mganga, unanisaidiaje sasa? Maana naona kabisa mimi naenda kuumbuka jamani. Usijali. Ila sisi waganga hatuna mamlaka kabisa kuikabili nafsi. Lakini ipo njia haramu ya kuweza kuifunga nafsi ili siweze kurandaranda kabisa katika uso wa dunia mpaka siku atakaporipoti kwa bwana mkubwa. Sasa basi, acha niende nikaifunga hiyo nafsi na irudi huko ilikotoka ili siwezi kusumbua kabisa katika huu ulimwengu. Sauda Ingala ingala isebede Ingala ingala isebede Ingala ingala isebede Ingala ingala isebede